بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده على وافر نعمه ونشكره على جزيل عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mimi Mariam Said, karibuni sana kwenye hii channel Al-Quran Nur. Karibuni sana kwenye hii channel Al-Quran Nur. Leo nitaongelea kuhusu kuondoa hofu, kutoa hofu katika moyo wake. Kama mnavyojua tena, dunia ni nyumba ya mtihani, nyumba ya tabu, nyumba ya raha. Ikiwa utafurahi leo, kesho utahuzunika. Ikiwa utahuzunika leo, kesho utafurahi. Siku unakuwa bushra, siku unakuwa na huzuni. Yani siku unakuwa uko na amani, siku unakuwa una hofu. Kwa sababu ni nini? Ni dunia ni mahali pa kufanya amali njema au kufanya amali mbaya unavyotaka wewe. Lakini sio kama nyumba ambayo utayopewa jaza. Yani kama vile yawm al-qiyama utaingia peponi au utaingia motoni. Aslan kuwa mwanadamu ana hofu ni jambo la kawaida kwa mwanadamu. Lakini vipi unatakiwa uifanye hii hofu kwako, yani iwe katika moyo wako uwe vipi? Yani lazima ujue kwamba bimaana dunia haidumu kwa hali yake. Lazima leo mtakuwa na amani, kesho hamna amani. Leo mtakuwa mna furaha, kesho hakuna furaha. Leo mzima, kesho mgonjwa. Ndivyo dunia ilivyo. Lakini hofu ya kwamba itatokea hivi, itatokea vile, hii katika mambo ambayo inatakiwa mwanadamu kama Muislamu ajue jinsi atafanya vipi na hili jambo la hofu. Yani simwache hofu, mathalan hofu kubwa mno kiasi paka anapoteza maisha yake. La. Awalan, ikiwa Muislamu unaogopa kwa kile dhuru yote. Unaogopa utapata matatizo, unaogopa utapata accident, unaogopa utaibiwa, utaogopa nyoka, utaogopa hii hofu kawaida. Lakini ile hofu ya kuogopa mno, maana hofu ni ibada. Ile hofu ya kuogopa kama mwanadamu kitu, kwa kuogopa nyoka, kuogopa mwizi, kuogopa accident, hii ni tabia mwanadamu hadi, yani inakubaliwa. Lakini ile hofu mno paka inakufanya unakufuru, ile hofu haitakiwi kwa Muislamu. Ila kwa sababu kusudi niondoe hofu, nifanye nini? Nimtegemee Mwenyezi Mungu, nimtegemee yeye peke yake Subhanahu wa Ta'ala. Na ni kwa kumtegemea vipi? Vile niwe karibu kwake, nifanye dhikr, nifanye dua, nifanye ibada, nijilinde kwa madua, nijilinde kwa mambo ambayo yanatakiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mwanadamu ujilinde, ambayo ametufundisha dini yetu kuomba kufanya. Katika mambo ambayo natakiwa ujilinde na hofu, dhikr. Usisahau ukiamka usome madua ya asubuhi, ukifika jioni usisahau kusoma madua ya jioni. Halafu katika mambo ya kujilinda mwanadamu pia unatakiwa usiwache sala zako 5. Hizi zihifadhi, maana hii sala inakuletea tumaanina mwilini, katika moyo. Yani moyo unakuwa hauna hofu. Mako unajua hadithi unipata hilo liloandikiwa na Mwenyezi Mungu, inshallah atakuwa amekuandikia khair. Alafu unamuomba Mwenyezi Mungu akuondolee ile hofu, akujalie amani. Pia katika mambo yanatakiwa ni tawakkal ala Allah. Lazima ujue mimi natawakal ala Allah, maana Allah ndo anayenilinda. Allah ndo ataniondolea hii shida, Allah ndo ataniondolea hii fujo katika nchi yetu, katika sehemu zetu tunazokaa. Kwa hiyo nitawakkal ala Allah. Halafu pia usisahau kusoma Qur'an. Katika mambo ambayo maana kusoma Qur'an kunakuletea amani katika moyo. Na kuletea moyo katika amani. Idhan kusoma Qur'an vile uko katika dhikr, unakuwa kwenye malindi ya Mwenyezi Mungu. Tayeb. Na katika mambo ambayo inajalia hofu inakuwa kidogo inapungua, epusheni kuongelea mambo ya hofu. Itatokea hivi, itatokea vile, itatokea hivi, unasikiliza huyu, unamsikiliza huyu, haya mambo yanazidisha hofu. Kwa unajitahidi kwamba ujiepushe na haya mambo, usikae kila saa mnaongelea hayo mambo, yanake atazidi hofu katika mwili wako. Pia katika mambo anayotakia mwanadamu
inamuondolea hofu. Tawakkal ala Allah kama nilivyosema. Kitu ambacho kinachoondoa hofu kabisa, husna dhanna billah. Yani mimi kwa vyovyote Mwenyezi Mungu hatonidhuru bwana. Mimi na imani, mimi na yakini kwamba Mwenyezi Mungu atanilinda. Maana mimi naswali, mimi nafunga, mimi nafanya khair. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mimi hatonifanyia, inshallah atanilinda. Ile husna una uhakika kwa Mwenyezi Mungu kwamba atakufanya nini? Atakulinda. Ataniondolea, atanijalia khair. Kwa sababu nini? Wewe mwenyewe unasema una husna dhanna billah, unamtilia dhana sana Mwenyezi Mungu, dhana nzuri unampa Mwenyezi Mungu. Kama anavyosema Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Anasema mimi niko kwenye dhana ya mwanadamu anavyoniona. Ikiwa mwanadamu ananidhania khair, fa ana khair. Sio ananidhania khair kida. Siku moja nimesikia Sheikh anasema mwanaume يوم القيامة amefanywa hesabu yake, ikaonekana kwamba madhambi yamezidi. Yaani kwa hiyo lazima awe mtu wa motoni. Sasa anasema amenyamaza katika hadithi, yani mwanaume kanyamaza. Huyo ambaye Allah anasema خلاص hukumu yake wewe utaingia motoni. Kanyamaza. Allah anakuuliza, kwa nini umenyamaza? Hali umedhulumiwa, malaika wamekudhulumu, tumekupa dhambi ambazo kuzifanya, au unahisi vipi? Yani kwa nini? Bimaana yani sio kama vile Mwenyezi Mungu anasema anavyosema mimi, yani karibu yake maana yake yani. Akasema yule kiumbe akamjibu Mwenyezi Mungu, mimi sikutegemea hivi kwako. Mimi sikukutegemea hivi kabisa kwako. Allah akamwambia, kwani ulikuwa unanitegemea vipi? Sema nilikuwa nategemea kwamba utanisamehe. Nilikuwa nategemea utanirehemu. Nilikuwa nategemea utaniingiza peponi, la mimi nastahiki moto, lakini wewe utaniingiza peponi. Nilikuwa nategemea hivyo. Akasema mimi niko ana inda abd dhanna bi. Ana inda dhanni abdi bi. Khalas ingia peponi. Kama ulivyodhania. Mwenyezi Mungu akamuingiza peponi kwa sababu katia dhana toka mwanzo, Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi. Pia katika mambo yanayomuondolea mwanadamu hofu, al-yaqin. Yaqin, mimi na uhakika ile jambo litaondoka, halitodumu. Akidi itakaa siku moja siku mbili na inshallah litaondoka. Sawa. Na usisahau wakati una hofu uwe karibu na Mwenyezi Mungu sana kwa kusoma madua, kwa kufanya ibada nilizokuambieni, uwe umetawadha, umekaa rede. Pia yani ukiwa na hofu, mathalan nje kuna balaa, usitoke. Funga mlango, kaa ndani. Katika njia manake hii njia ya kujilinda na balaa. Sio kuna balaa mimi natoka, kuna msiba huko nje mimi natoka. La. Unaona kuna msiba huko nje, unafunga mlango wako, unakaa ndani. Unakaa ndani huko unafanya ibada zako, unaomba Mwenyezi Mungu, na kwa vyote Mwenyezi Mungu atakulinda na kila shari. Hasa mimi nilikuwa nataka kukufundisheni madua ambayo utasema ukiwa na hofu. Kwanza anasema Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Hii dua. Na anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukitoka mahali ukafika mahali ukaona hofu, sema hii dua. A'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay. Yani utasema dua gani? A'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Mwenye Rasul anasema hatukupata kitu paka utaondoka hapo mahali. Tena pia anasema waseme bismillahi alladhi la yadur ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Hii dua unasema asubuhi na unasema jioni. Bismillahi alladhi la yadur ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Na Rasul sasa akija usiku akitaka kutoka anasema, anaiambia ardhi, ya ardhi rabbi wa rabbuka Allah, a'udhu billahi minash shirk wa sharri ma fiki wa sharri ma khuliqa fiki wa sharri ma yadubbu alayk, a'udhu billahi min asadi wa usud wa hayyatin wa aqrab wa min sakin albalad ma min walid wa ma walad.
Pia kadri hadithi anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama. Pia katika dua unasema Allahumma, ukiwa tena unaogopa utadhulumiwa, unamuogopa mtu mkubwa na cheo atakudhulumu, sema Allahumma rabbis samawati as-sab' wa rabbil arshil azim, kun li jaran min fulanin bin fulan, kun li jaran min fulanin wa fulan wa ahzabihi min khalaiqihi wa ahzabihi min khalaiqik, an yufrata alayya ahadun minhum au yutgha azz jaruk au yutgha azza jaruk. Nirudie dua. Ukiwa unamuogopa mtu atakudhulumu, tena wewe mtu ana cheo, mtu mkubwa au ana uwezo yani, sema hivi Allahumma rabbus samawati as-sab' wa rabbul arshil azim, kun li jaran min fulan bin fulan, yani mtaje jina lake huyo mtu, fulan bin fulan, yani mfano Muhammad bin fulan. Idan utasema nini? Allahumma rabbus samawati as-sab' wa rabbul arshil azim, kun li jaran min fulan bin fulan, afu tazidi wa ahzabihi min khalaiqi wa ahzabihi min khalaiqi, an yufrata alayya ahadun minhum, an yufrata alayya ahadun minhum au yutgha azza jaruk wa jalla, an yutgha azza jaruk wa jalla. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.